tunamtukuza Mungu kwa kuwa ni wema, tunamtukuza Bwana kwa kuwa ni mwaminifu, tunamtukuza Bwana kwa kuwa ni mshawishi. Wewe Yesu ni kimbilio letu, wewe Yesu ni mfalme wa falme, wewe Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Katika jina la Yesu tunakuabudu katika viwanja karibu Bwana kwa chini ya kufanya huduma yako katika damu ya Yesu. Tumeweka damu yako Bwana Bwana, Mungu Yesu, Bwana Mungu tupenda vyema, tunakualika Bwana katika viwanja hivi, karibu Bwana na uwezo wako, karibu Mungu haleluya, katika jina la Yesu tunazihitaji nguvu zako, zikaweze kutudu. Wewe ni Baba milele, wewe ni mfalme wa amani, katika jina la Yesu. Roho Mungu karibu, wewe Bwana Yesu karibu, ukatuhudumie Bwana, tunahitaji huduma yako katika jina la Yesu. Kila atakayefika mahali hapa, atakayekuwa na changamoto, haleluya, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, Yahweh, uhimidiwe. Uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, oh Yahweh,
Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaliadhimisha jina lako, jina lipitalo majina yote, lile jina ambalo unasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 ule mstari wa 12, uliposema ya kwamba wala hapana wokovu kwa mwingine, maana hakuna jina walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Lakini unazungumza kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 11, unaposema kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vitu vya duniani na hata vitu vya... Tunasimama mbele ya madhabahu yako jioni ya leo ili kutangaza katika taifa letu la Tanzania na kutangaza katika mkoa huu wa Singida ya kwamba hata kama iliabudiwa miungu mingine, hata kama watu walienda kwa waganga wa kienyeji ili kutafuta nafasi mbalimbali za kiuongozi, Bwana, kama makuhani wako na watumishi wako uliotupa neema ya kusimama kwenye viwanja au ya damu ya Yesu Kristo, tukilibeba taifa letu la Tanzania, tunaubeba na mkoa huu wa Singida, tunabeba na wilaya zake zote, tunabeba Bwana na maeneo yoyote yale ya kiuchaguzi yaliyoainishwa kutoka Bwana kwa nafasi za udiwani, nafasi za ubunge, hata nafasi ya uraisi. Ninaomba rehema, ninaomba toba mahali popote ambako tumezitafuta nafasi hizi kwa waganga wa kienyeji, mahali ambako tumezitafuta nafasi hizi kwenye mizimu, mahali ambako jioni ya leo ya kwamba Yesu aliyekutana na maisha yetu akutane na maisha yako mama. Ni maombi yangu ya kwamba Yesu aliyekutana na sisi akutane na maisha yako baba. Ni maombi yangu ya kwamba Yesu aliyekutana na sisi akutane na maisha yako binti, akutane na maisha yako kijana. Mpe tena Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Jina la Yesu libarikiwe. Nasema tena jina la Yesu libarikiwe. Unaweza ukaketi kwa kutulia, nikuletee habari njema tena, siku nyingine hii ya 3 katika mfululizo wa siku 5 tulizo nazo kwenye mkutano huu. Na nikuombe, kama ulikuja umeandika maombi yako kwenye karatasi, unaweza ukainua mkono wako ili wenzetu wachache wakusaidie kuyapokea maombi hayo kwenye karatasi, alafu tutakuwa na muda wa kuomba kwa ajili hiyo pale mwisho baada ya neno la Mungu. Kwa hiyo kaa tu mahali ulipo, ukiandika maombi yako, ukimaliza utanyoosha tu juu karatasi yako, vijana wangu watapita watachukua maombi hayo. Kwa wale wanaoandika, andika kitabu cha Injili ya Yohana. Wale wanaoandika ni kusomea haya, uandike kabisa ili tukianza injili tuwe tumeanza. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 11 mstari wa 1 mpaka wa 44. Injili ya Yohana sura ya 11 mstari wa 1 mpaka ule wa 44. Alafu andika kitabu cha Injili ya Luka sura ya 7. Kitabu cha Injili ya Luka sura ya 7 mstari wa 11 mpaka wa 15. Injili ya Luka sura ya 7 mstari wa 11 mpaka wa 15. Alafu andiko la 3, andika kitabu cha Marko sura ya 5. Marko sura ya 5 mstari wa 21 mpaka wa 24. Alafu utaruka
uandike mstari wa 35 mpaka wa 42. Marko sura ya 5 mstari wa 21 mpaka wa 24. Alafu utaruka utaandika 35 mpaka 42. Sasa turudi, nitasoma tu kwenye kitabu cha Yohana, alafu haya mengine nitaeleza wakati ninapokuwa nikikuletea habari za neno la Mungu. Na hii mistari ya kutoka kwenye kitabu cha Yohana sura ya 11 nitaisoma na yenyewe kwa kurukaruka, lakini wewe ukiwa na muda kasome habari yote, itakusaidia. Naanza mstari wa kwanza kutoka kwenye kitabu cha Yohana sura ya 11. Biblia inasema hivi: basi mtu mmoja alikuwa hawezi. Hebu sema alikuwa hawezi. Mbona sisikii sauti? Hebu sema alikuwa hawezi. Mtingishe wa kushoto na kuume, mwambie mtu mmoja alikuwa hawezi. Anasema mtu huyu anaitwa Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Mstari wa 3 anasema basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Mstari wa 11 aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Mstari wa 14 anasema basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Hebu sema Lazaro amekufa. Mwanzoni alipelekewa taarifa ya kwamba Lazaro hawezi, lakini hapa tunapata taarifa nyingine mpya, la kwamba yule aliyekuwa mgonjwa, yule ambaye alikuwa hawezi kutoka nje, yule ambaye alikuwa hawezi kunyanyuka kwenye kitanda, yule ambaye alikuwa hawezi hata kujisaidia mwenyewe akasimama akatembea, tunapata habari nyingine. Anasema Yesu akawaambia si tu kwamba Lazaro amelala, maana alipowaambia amelala naenda kumwamsha, wanafunzi wake walijua ya kwamba amelala tu usingizi, na mtu yeyote aliyelala usingizi anaweza akaamshwa na mtu mwingine yeyote, wala uhitaji kuamshwa na Yesu kama uko usingizini. Yesu alipojua ya kwamba hawa wanafikiria ni usingizi wa kawaida, ndipo anawaeleza ya kwamba ninayesema amelala, maana yake nawaambia aliyekuwa hawezi sasa amekufa. Amen. 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 Watu wa Singida, hatujaanza, utaelewa tu. Anasema mstari wa 15, nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwako huko ili mpate kuamini. Yaani Yesu anafurahia kufa kwa rafiki yake mpenzi, rafiki yake aliyempenda. Maana ndivyo Martha na Mariamu wanavyojieleza kwa Yesu. Wanatuma wajumbe, wanasema nendeni mkamweleze Yesu, kamwambieni ya kwamba yule rafiki yake ampendaye hawezi. Maana yake wanajaribu kusema kwa mahusiano Yesu alio nayo na Lazaro, kwa mahusiano ambayo Lazaro anayo na Yesu, hakuna namna yoyote Lazaro anaweza akapita kwenye changamoto alafu rafiki yake anayoitwa Yesu asiende kumuona. Anamueleza ya kwamba rafiki yako hawezi. Lakini
pamoja na kwamba ni rafiki yake. Yesu anasema Lazaro alipokufa, anasema Yesu akafurahia jambo lile. Tazame mwenzako, muulize, huwezi au umeshakufa kabisa? Twende tu taratibu. Mstari wa 17 anasema, basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Mstari wa 21, basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Turuke tena hapo. Mstari wa 32, Biblia inasema, basi Mariamu alipofika pale alipokuwako Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake. Kumbuka lile neno ya kwamba kila goti litapigwa, la vitu vya mbinguni na vitu vya duniani na hata vya chini ya nchi. Biblia inasema Mariamu alipomwona Yesu amekaribia kwenye mji wao, akamwendea, akapiga magoti, akasujudu miguuni pake. Anasema akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? Huyu ni mtu aliyekufa. Hebu muulize mwenzako, aliyekufa anawekwa ama anazikwa? Mshike mwenzako wa kushoto na kuume, muulize, hivi unaelewa au unakariri? Yesu anauliza swali. Yesu haulizi ya kwamba mmemzika wapi. Yesu anauliza ya kwamba mmemweka wapi? Mwanaume huyu, unajua, nataka nikusaidie, kwa sababu usipojua habari hizi, hata tungelisema ya kwamba Yesu Kristo kila goti litapigwa kwake, kila ulimi utakiri ya kwamba yeye ni Yesu kwa utukufu wa Mungu Baba. Kama hautaelewa nguvu aliyo nayo Yesu, kama hutamuelewa Yesu, tutamaliza mkutano hapa Singida, utasema vijana hawa walikuja tu wakaongea basi. Lakini mimi nataka nikusaidie, ni kwa nini tupige magoti mbele za Yesu? Ni kwa nini kila ulimi ukiri ya kwamba yeye ni Bwana? Kwa nini tusikiri juu ya dini zetu? Kwa nini tusiseme juu ya madhehebu yetu? Kwa nini tusiseme juu ya makanisa yetu? Kwa nini tusiseme juu ya maisha yetu? Kwa nini tunasema habari za Yesu? Kwa sababu kuna mambo Yesu aliyafanya hakuna mwanaume mwingine anaweza akafanya. Kuna mambo Yesu amefanya hakuna miungu ambayo imewahi kufanya. Kuna mambo huyu mwanaume amefanya ambayo hakuna dini yoyote iliweza kuyafanya. Kuna mambo ambayo huyu mwanaume amefanya ambayo hakuna hata dhehebu lolote linaweza likafanya. Tuikueleza ya kwamba kila ulimi utakiri, ni kwa sababu tunamuona Yesu ni Yesu peke yake, wala halinganishwi na chochote, hafananishwi na chochote. Huwezi hata ukamlinganisha na mume wako, huwezi ukamlinganisha na mchungaji wako, huwezi ukamlinganisha na askofu wako, huwezi ukamlinganisha na kiongozi wako wa dini yeyote, maana yeye ni Yesu, amekirimiwa jina linalopita majina yote. Ndiyo maana
mahali jina lake lilipotajwa, waliokuwa wagonjwa walipata uzima, waliokuwa vipofu macho yalifunguliwa, waliokuwa vilema miguu ilitiwa nguvu wakatembea, waliokuwa hawawezi waliweza. Kwa nini? Kwa sababu ya mwanaume anayeitwa Yesu. Mpe tena Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Hata nikusaidie umwelewe Yesu. Haitasaidia kama tutakuhubiri tutaondoka. Na mimi nataka nikuhubiri, lakini wakati huo nikufundishe misingi ya neno la Bwana. Haleluya. Haleluya watu wa Singida. Haleluya watu wa Singida. Hebu usikae kama vile uko mochwari. Changamka, changamka. Mtikise tikise mwenzako, mwambie changamka, changamka. Yesu yuko kwenye viwanja hivi. Changamka, changamka. Yesu ametembelea Singida. Yale yaliyoshindikana sasa yatawezekana. Yaliyoshindikana sasa yatawezekana. Kwa nini yawezekane? Mwanaume Yesu ameingia mjini. Haleluya. Yohana anatueleza, anasema Yesu anapewa taarifa, anaambiwa ya kwamba rafiki yako umpendaye hawezi, yani anaumwa kwa kiwango ambacho msaada hospitalini imeshindikana, wamempeleka kwa kila daktari, imeshindikana. Martha na Mariam wanatuma wajumbe, wanasema nendeni mkamweleze Yesu, kamwambieni ya kwamba sisi mambo yote yameshindikana, lakini tunajua ya kwamba ukija hapa huyu ambaye hawezi ataweza. Yesu anapewa taarifa ile ya kwamba Lazaro anaumwa, mtu ambaye amempenda, mtu ambaye wana mahusiano naye mazuri, mtu ambaye wamekuwa wakitembeleana, mtu ambaye wameshikamana vilivyo, anaambiwa rafiki yako hawezi. Alafu amenyamaza, haendi. Ngoja nikusaidie kwa nini Yesu hakwenda kwa Lazaro. Ndio maana nikakuambia uandike kwenye kitabu cha Marko ile sura ya 5 niliyokuambia. Unasoma habari ya kiongozi mmoja wa dini, alikuwa anaitwa Yairo, ambaye ndani ya nyumba yake amekuwa na binti yake, naye alikuwa hawezi. Yairo anatuma watu kama ambavyo Mariam na Martha wanavyotuma watu kwenda kwa Yesu. Yairo naye anatuma wajumbe, anasema nendeni mkamwambie Yesu ya kwamba binti yangu hawezi, ninaomba uje ili uweke mikono juu yake, maana ninaamini ya kwamba ukiweka mikono juu yake atapona. Haleluya, 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 haleluya. Biblia inanieleza kwenye Marko sura ya 5 ya kwamba Yesu akapewa taarifa ya binti Yairo ya kwamba hawezi. Yesu akaongozana na msafara wake, anaenda kule kwa Yairo. Wakati yuko kwenye msafara, anatokea mwanamke mmoja ambaye alikuwa akitokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Yesu anasimama na msafara wake, anaanza kushughulika kwanza na mama huyu ambaye ameteseka. Biblia inasema kwa mikono mingi ya matabibu wasimsaidie jambo lolote. Wanasema ya kwamba ameuza na mali zake zote, lakini hazikumsaidia. Akatambua siku moja ya kwamba Yesu anapita mahali. Alipomwona Yesu anapita mahali, Biblia inaniambia yule mwanamke akakimbia katikati ya msafara wa Yesu. Anamsimamisha Yesu aliyekuwa anaenda nyumbani kwa Yairo, mahali ambako kuna mgonjwa kama vile amewekwa ICU, mahali ambako kuna mtu hawezi, anayehitaji msaada wa haraka haraka, lakini Yesu akadelay pale katikati. Wakati yuko anashughulika na mama yule, anatokea mjumbe mwingine, anamwambia Yesu ya kwamba uko kwa Yairo usiende, maana binti mwenyewe amekwisha kufa.
Haleluya. Weke pozi kidogo, punga mkono wako kama unanielewa. Punga mkono wako kwenye viwanja hivi. Hata kama umekuja kuloga, wewe punga mkono wako namna hii. Jioni ya leo zitapigwa tu. Atajulikana Mungu unayeloga kwake, ya kwamba na Mungu tunayehubiri habari njema. Nani mwenye nguvu? Atakayekuwa na nguvu katikati yao, huyo ndiye awe Mungu wa Singida. Atakayekuwa na nguvu, atakayeshinda hiyo vita, huyo na abudiwe Singida. Haleluya. Jina la Yesu nalibarikiwe. Kwa hiyo Yesu anazuiliwa tena. Anaambiwa usiende kwa Yairo, maana binti yake amekwisha kufa. Lakini Yesu akatembea, hakukatishwa tamaa na habari zile kwamba binti amekufa. Akaenda mpaka nyumbani kwa Yairo. Biblia inaniambia alipofika pale akasema, nionyesheni mahali alipo, nionyesheni mahali mlipomweka. Huyu ni binti ambaye amekufa. Yesu anasema nionyesheni mahali alipo. Yesu anawaambia wale watu, anawaambia makusanyo, anawaambia waombolezaji, binti huyu hajafa, amelala. Biblia niisomayo inasema wakamcheka sana. Hebu mtazame uliyekaa naye karibu, muulize, na wewe unamchekaga Yesu? Ukitucheka sisi, umemcheka aliyetutuma. Ungelielewa jambo hilo, ungelielewa. Yani wakati unatucheka tunahubiri, manake unamcheka aliyetutuma. Muulize tena mwenzako, umemcheka Yesu? Yani wanadamu wana tabia ya dharau, wana tabia ya kudharau vitu. Yesu anawaambia ya kwamba nimekuja, binti huyu hajafa, amelala. Nimekuja ili nimuamshe. Hata kama nyie mnaona amekufa, mimi Yesu, jina lipitalo kila jina, mimi ninaweza kumtoa mahali alikokufa. Mimi ninaweza kufufua vilivyokufa. Yani hata kama ni biashara iliyokufa, unahitaji kumpeleka Yesu kwenye biashara hiyo, biashara hiyo itafufuliwa. Yani hata kama ni ndoa iliyokufa, unamhitaji kumpeleka Yesu kwenye hiyo ndoa. Nataka nikueleze, unaiona kama imekufa, lakini kwa Yesu ndoa imelala, anaweza kuiamsha tena. Ungempa Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Yani hata kama kwenye familia yenu wanaonekana wanazaliana hapo hapo nyumbani, hakuna anayeolewa, hakuna anayeoa, mpeleke Yesu kwenye familia yako na kuambia vilivyokufa vitainuliwa tena, vilivyokufa vitainuliwa tena. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina linalopita kila jina. Yani majina ya kina Mshana hayana nguvu yoyote, majina ya kina Luka hayana nguvu, majina ya kina Andersoni hayana nguvu, majina ya wachungaji wako hayana nguvu. Liko jina pekee la mwanaume, anaitwa Yesu. Ukikutana na jina hilo, vilivyokufa vitafufuka. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Biblia inaniambia Yesu alipomcheka, akasema akachukua wanafunzi wake wachache pamoja na wazazi wa yule binti, wakaenda mahali alipowekwa. Alipofika akasema, binti, na kuambia inuka. Hebu tingishe mwenzako, mwambie na kuambia inuka. Tingishe wa kushoto na kuume, mwambie na kuambia inuka. Hata kama ni kwenye bajaji, tingishaneni huko huko, ambianeni inuka. Haleluya, haleluya. Utaona sasa kwa nini Yesu anafurahia
ya kwamba Lazaro amekufa, haonekani kama amelala. Kwa nini anafurahia ya kwamba Lazaro amekufa? Ni kwa sababu alipoitwa juu ya binti yake Yairo, binti yule alipofufuliwa, hawa bado hawakuona kwamba kuna jambo Yesu kafanya. Yaani kuna watu Yesu akifanya jambo wanaona kama hili hata mimi ningeweza. Ngoja nikueleze jambo hili. Kwa mila na taratibu za Kiyahudi, wao wanaamini kwamba mtu anapokufa, ile nafsi yake inakuwa bado inazunguka mjini. Kwa hiyo muda wowote inaweza ikaghairi ikarudi kwenye mwili. Yaani ingekuwa kama sasa hivi tunasema kama vile mtu amezimia alafu akastuka. Yaani mtu aliyezimia ni tayari, kwa sababu unamuita haitiki, unamwambia tazama, hakuna chochote kinachofanyika. Amezimia, manake nafsi imezunguka, alafu baadaye inarudia mwili. Ukiita niko wapi? Muulize mwenzako, umezimia au umekufa? Kwa hiyo wanaamini hivyo. Kwa hiyo alipomfufua binti yake Yairo, wakajua ya kwamba binti mwenyewe ndio kwanza amekufa tu, alafu mwanaume kaingia. Hamna, huyu alikuwa hajafa, ila roho yake ilikuwa inazunguka, sasa imerudia mwili wake. Hakuna jambo jipya Yesu ulilolifanya. Unaona tabia za wanadamu hizo? Tingishe mwenzako, mwambie hata we unazo. Hautaelewa na kusaidia ili uone ile dhana. Biblia inaposema Yesu anawaeleza ya kwamba ugonjwa huu sio wa mauti, ila ni ili mwana wa Mungu apate kutukuzwa, ili watu wapate kuamini. Kwa sababu alipomfufua huyu ambaye kwenye jeneza hata hajawekwa, watu hawakuamini ya kwamba Yesu amemfufua. Yesu akasema, nimefanya muujiza wa kwanza wa kufufua, hamkunielewa. Sasa ngoja nije na muujiza wa pili. Ndio unaenda kwenye kitabu cha Luka sura ya 7 niliyokuambia uandike. Pale nako Biblia inasema Yesu alikuwa anakaribia kwenye lango la mji wa Naini. Alipokuwa anakaribia kwenye lango, Biblia inasema akaweko kijana mmoja, kijana wa pekee wa mama mmoja mjane. Huyu amewekwa kwenye jeneza. Watu wa nyumbani kwake na majirani wanatoka nyumbani, wanatoka nje ya lango la Naini, wanaelekea makaburini. Yaani huyu si tu kwamba amekufa kama binti yake Yairo, huyu amekufa na amewekwa kwenye jeneza. Wanaochimba kaburi wameshachimba na kaburi, wanaoenda kuzika kama ni wachungaji ama mapadri ama mashehe wanaenda kuzika. Yesu anakutana na msafara kwenye lango la mji. Maiti imechukuliwa. Yaani wako vijana wanasubiri makaburini kwamba aletwe tutamzika, aletwe tutamzika. Mwanaume kakutana na msafara, anasema hata kama mmechimba kaburi, hilo kaburi ninalifukia, maana nina uweza. Hata kama mnasubiri kuzika kijana hazikwi, nina uwezo wa kufufua. Anakutana na msafara kwenye lango. Huyu ni mwanaume anayeitwa Yesu. Ndio maana anasema Mungu akamwadhimisha mno. Hebu mtingishe mwenzako, mwambie achana na mambo ya dini, tunasema habari za Yesu. Dini gani ilifufua mtu?
uje na kadini kako uturingishie. Biblia inasema alipokaribia kwenye lango la mji, akamwona mama mmoja mjane analia. Biblia inasema alipomwona akamwonea huruma. Alipomwonea huruma anamwambia usilie. Biblia inasema Yesu akawaambia waliobeba jeneza kwenye vichwa vyao, akawaambia jeneza liwekeni chini. Unajua, inawezekana wanabishabisha, yaani wewe, tunawahi makaburini, mchungaji anatusubiri, tunawahi makaburini, shehe anatusubiri, tunawahi makaburini, tulishajenga na kaburi ili tukija tunamzika, alafu wewe unatuchelewesha hapa katikati. Yesu anasema mnachelewa, mnawahi. Nimesema amri ni moja, weka jeneza chini. Haleluya, watu wa Singida. Haleluya, watu wa Singida. Ungekuwa unanielewa, ungempa Yesu tena makofi ya shangwe na vigelegele. Yesu anajaribu kuonyesha ni kwa nini kila goti lipigwe kwake. Yesu anajaribu kuonyesha ni kwa nini kila ulimi ukiri ya kwamba yeye ni Bwana. Anajaribu kuonyesha. Kwa hiyo anasema, nilipofufua ile ambayo ilikuwa haijawekwa kwenye jeneza, mlisema roho yake ilikuwa inazunguka zunguka, imerudia mwili. Sasa mwanaume, nimekuja ili nishughulike na huyu aliyewekwa kwenye jeneza, nishughulike na huyu ambaye kaburi limechimbwa, nishughulike na huyu ambaye tayari wachungaji wako makaburini wanasubiri, nishughulike naye, pengine mtaamini. Alipoweka, nataka kusaidia jambo hili, si watu wengi wanaelewa, lakini Biblia inasema huyu alikuwa ni kijana wa pekee, kijana mmoja tu aliyezaliwa peke yake kwenye ile ndoa, alafu baba yake akafa, amebaki mama huyu ni mjane. Mama huyu anajivunia ya kwamba hata kama mume wangu amekufa, lakini nina kijana ambaye atanisaidia wa kurithi vitu vya mume wangu. Ngoja nikusaidie. Wewe ulisema mwenyewe ya kwamba kifo kitawatenganisha. Mwenzako amekufa, rudi kwenu. Nilikutana na binti mmoja miaka ya nyuma kidogo. Binti huyu aliolewa. Alipoolewa, nataka nikueleze ili uone kilio ambacho mama huyu alikuwa nacho. Binti huyu alipoolewa, wakafanikiwa kujenga nyumba. Wamehama Dar es Salaam wakaenda Mwanza. Wakafanikiwa wakajenga nyumba. Wakafanikiwa wakanunua na gari. Wafanikiwa, maisha yao yakawa yanaenda vizuri, lakini kwenye ile ndoa hawakufanikiwa kuwa na mtoto. Baada ya muda, yule kijana, mume wake, yule kijana akafa. Alipokufa, binti analia ya kwamba mume wangu amekufa. Binti analia. Nataka nikueleze, msiba wa mume, msiba wa mke unauma. Kama uelewi, kamuulize aliyefiwa. Lakini msiba wa mwenzi wa mtu unauma. Binti huyu analia, mume wake amekufa. Alafu wanakuja wakwe zake, wanakuja mashemeji zake, wanakuja na mawifi. Binti huyu anasema, nataka niende nikamzike mume wangu. Wanamuuliza, yupi? Mume wako yupi? Hivi umewahi kujiuliza, umefiwa na mume wako, alafu wakwe zako wanakuuliza unaenda kuzika yupi? Mume yupi? Si amekufa? Huna kwenu, nenda kwenu. Yule binti anasema, lazima niende kumzika mume wangu. Wakasema, kama unataka kwenda, twende. Wakaenda, wamezika.
Walipomaliza kuzika, wanatoka makaburini, wanamwambia, kuanzia sasa tusikuone hapa, nenda kwenu. Aliyekufanya uweko kwenye familia hii hayupo, nenda kwenu. Wanamuuliza swali la pili, wanamuuliza, unavyong'ang'ania kwenye ukoo wetu, una mtoto ulizaa na kijana wetu? Binti yule anasema hapana. Anasema, kama hauna mtoto, kinachokufanya ubaki hapa ni nini? Ukielewa mazingira tunayoishi, mazingira tuliyotoka, ndio unaweza ukaelewa namna ambavyo huyu mama anaona mwanaye aliyebaki, mwanaye ambaye aliona hapa ndiye anasababisha endelee kukaa kwenye nyumba ya mume wake. Kijana huyu amekufa. Akajua ya kwamba mimi maisha yangu tena basi. Biblia inasema Yesu alipomwona akamhurumia, akawaambia, liwekeni jeneza chini. Mpe Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Yaani kama unavyopiga makofi hivyo, ndivyo na ugonjwa wako unawekwa chini. Kadri unavyopiga makofi hivyo, ndivyo na watesi wako wanawekwa chini. Kadri unavyopiga makofi namna hii, ndivyo na mapepo yanawekwa chini. Kadri unavyoshangilia Yesu, ndivyo na magonjwa yaliyokutesa yanawekwa chini. Kadri unavyomshangilia mwanaume Yesu, hivyo hivyo na watoto wako walioshikiliwa na makahaba wanawekwa chini. Anasema, liwekeni jeneza chini. Msafara ukatulia. Walioko makaburini hawajui kinachoendelea huko, wanasubiri kijana aje wamzike. Kumbe mwanaume anayeitwa Yesu amekata rufaa, anasema huyu hatazikwa, wanasema huyu hatazikwa. Na mimi nataka nikuambie jioni ya leo, wewe unayesikia sauti hii, hata kama walikusudia kukuzika, nataka niwaeleze ya kwamba hawatakuzika, hawatazika biashara yako, maana yuko mwanaume wa wanaume. Hawatamzika mume wako, hawatazika watoto wako, hawatazika familia yako, hawatazika kazi yako, hawatazika cheo chako, hawatazika biashara na mifugo yako. Kwa nini? Ameingia mwanaume anayeitwa Yesu. Haleluya, jina la Yesu libarikiwe. Pete na Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Oh, ningelitamani kusanyiko ili mngeelewa habari njema za Yesu. Ningelitamani mkamwelewa Yesu, mkaachana na mambo ya dini kwenye mioyo. Mkamwelewa Yesu, mkaachana na mambo ya madhehebu kwenye moyo. Mkambeba Yesu, maana Yesu peke yake amebeba uzima wako. Yesu peke yake amebeba uhai wako. Yesu peke yake amebeba watoto wako. Yesu peke yake amebeba vilivyokufa ili avifufue pamoja naye. Mwanaume akamwambia kijana, inuka. Kule ndani kwenye kaburi, hivi nataka nikuulize, ungekuwa we ndio umebeba ile maiti kwenye jeneza, alafu umeweka chini, Yesu anasema inuka, ghafla maiti ambayo haina nguo imetoka, kwacha, unabaki kweli wewe? Unasubiri? Lakini huyo ndiye mwanaume anaitwa Yesu. Watakimbia mbio mbele yako waliokutesa. Yesu akija akagusa maisha yako, waliokutesa watakimbia. Yesu akija kwenye nyumba yako, waliokuloga watakimbia. Yesu akija kwenye biashara yako, waliokuloga kwenye biashara watakimbia. Yesu akija kwenye ndoa yako, wanaoshikilia ndoa yako
watakimbia. Kwa nini? Yeye ni mfalme wa wafalme, yeye ni Bwana wa mabwana, yeye ndiye hodari wa vita. Huyu tuna ushuhuda naye, aliyoyatenda jana hata leo atayatenda, aliyoyatenda juzi hata leo atayatenda, na akutendee katika jina la Yesu. Alipofufua maiti hii, Wayahudi wakarudi wakasema roho yake ilikuwa inaelea, kwa hiyo imerudia mwili wake. Hakuna chochote ulichofanya, hakuna jipya, njoo na jipya. Tazame tena mwenza kuambia mna mama, lakini yeye tuliye naye ana uwezo wa kukusaidia. Njoo mama, niliona umenyosha mkono huku katikati. Tunakuita ili upate uzima wa Yesu. Yesu ukienda naye atabadilisha mambo mengi. Na kuambia hata alipowaambia kwenye makutaniko yale pale kwa Yairo ya kwamba binti hajafa, amelala, walimcheka. Kama Yesu walimcheka, wewe njoo kwake na wewe waache wakucheke. Lakini kuna siku watasimulia matendo yake. Kuna siku watakuuliza nini kimefanyika kwako? Mbona mambo yamebadilika? Mbona maisha yamebadilika? Mbona kwako kulikuwa hakuna harusi? Mbona harusi zimefunguliwa? Unawajibu ya kwamba harusi zimefunguliwa maana nimempata mwanaume anayeitwa Yesu. Haleluya, jina la Yesu libarikiwe. Njoo tu, tunakusubiri tuombe na wewe. Njoo tu, njoo tu. Unasema unamhitaji Yesu huyu tuliyesema habari zake, unamhitaji Yesu. Sisi hatukupeleki kwenye dini ya mtu, tunataka umpokee Yesu. Habari ya kusali, utasali wapi? Wewe chagua. Njoo tu, njoo tu. Kama unasikia ndani yako unamhitaji Yesu, uende naye. Jana nilikueleza habari za yule bibi aliyesema ya kwamba potelea pote, liwalo na liwe. Kama kwa mganga wa kienyeji unapewa dawa, uulizi dawa hii ni kama dawa. Nataka watu majasiri ambao watasimama kama bibi huyu ambaye hakuwa Mkristo, lakini akasema nina. Kundi la kwanza. Kundi la pili, unaona kuna kitu kimesumbua maisha yako na unataka tukuombee ili Yesu akuvushe kwenye jambo ambalo umekwama. Njoo usimame nyuma ya wenzetu hawa ili tuombe na wewe. Una jambo ungependa tuombe kwa ajili yako, njoo nyuma ya wenzetu hawa ili niombe kwa ajili yako. Njoo tu. Maisha yako hayatakuwa ya vilio tena. Maisha yako hayatakuwa ya maombolezo. Maisha yako yatakuwa huru, maana Yesu amekutana na wewe kwenye viwanja hivi. Kama bado upo unahitaji msaada wa maombi, njoo usimame nyuma ya wenzetu hawa ili tuombe kwa ajili yako. Asante sana watu wa vyombo. Asante sana. Asante sana. Kesho ni ibada, kwa hiyo ni lazima tumalize mapema. Nataka utulivu kidogo ili tuwasaidie wenzetu. Yesu, sema tu kwa sauti, Bwana Yesu, jioni ya leo nimesogea kwako katika madhabahu yako. Jioni hii nimesikia neno lako ukisema na maisha yangu. Yesu, yako mambo mengi yametesa maisha yangu. Yako mambo mengi yamenihangaisha. Yako mambo mengi yamenitesa, na wala sikuwa na majibu juu ya mambo haya. Jioni ya leo, haya yaliyonitesa ninayaleta kwenye madhabahu yako, ninayaleta mbele ya kiti chako.
chako cha rehema. Bwana Yesu, yako yaliyonitesa kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya dhambi, nami jioni ya leo, jambo la kwanza ninaomba unisamehe. Yasamehe maisha yangu, nisamehe Bwana mahali popote ambako nimekukosea, nimekutenda dhambi. Ninakuomba Yesu, unirehemu, 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 ya rehemu maisha yangu. Unisamehe Bwana katika uovu ambao nimefanya kwa njia ya mawazo au maneno yangu, hata matendo yangu. Bwana Yesu, ninaomba unisamehe. Nimeishi maisha pasipo wewe kwa muda mrefu. Jioni ya leo nimeona sababu ya kuja kwako ili unipokee kama mtoto wako na mtumishi wako. Ingia ndani yangu na nguvu zako, ufanye makao ndani ya moyo wangu, maana leo nimekufungulia mlango ndani ya moyo wangu. Nimekufungulia mlango ndani ya moyo wangu. Nawe umesema ikiwa yuko mtu yeyote atakayesikia sauti yangu akafungua mlango wa moyo wake, mimi Yesu nitaingia na kuketi pamoja nao na Baba yangu na kula pamoja nao. Yesu, jioni ya leo, jioni ya leo nimekufungulia mlango wa moyo wangu. Ingia ndani yangu, ukae ndani yangu, ule pamoja nao, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, jambo la pili, maadamu umenisamehe, umeingia ndani yangu, nina ushirika na wewe. Mimi ni mtoto wako na wewe ni Mungu wangu. Ninaomba yaliyonitesa kuanzia leo na yatangazia yasiweko kwenye maisha yangu. Kila mateso kwenye mwili wangu ninatangaza, achia ndani yangu, achia ndani yangu, achia ndani yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kilio kwenye maisha yangu, kila kilio kwenye moyo wangu, ninaamuru jioni ya leo kiniachie, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, nguvu za giza, jioni ya leo ninawaamuru, toka, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka, 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 kila mateso ndani yangu, roho ya uharibifu ndani yangu, toka, toka, toka. Achia maisha yangu, achia mwili wangu, achia moyo wangu, achia ufahamu wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho za mapepo, roho za wachawi, roho za mizimu, toka, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uharibifu kwenye maisha yangu, uharibifu kwenye nyumba yangu, uharibifu kwenye familia yangu, ninaamuru, toka, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, jioni ya leo naita nguvu zako, naita nguvu zako, naita nguvu zako, zije juu yangu, zije juu yangu, naita damu yako, zije juu yangu, ili kunifungua, ili kuniweka huru, ili kukata kila
aina ya vifungo kwenye maisha yako, vifungo vya afya, vifungo vya kiuchumi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, jioni ya leo ninatangaza ya kwamba mimi niko huru, nimefunguliwa. Asante Yesu kwa uaminifu wako, asante Yesu kwa nguvu zako, asante Yesu kwa uweza wako. Amen. Nyosha mikono yako juu, funika macho yako, niombe kwa ajili yako. Naomba na hayo maombi. Funika tu macho yako na kule nyuma, nyosha mikono yako mbele ya ndugu zetu hao. Nataka niombe na wewe. Wakati naomba, shukuru Mungu kwa kukufungua. Mshukuru Mungu kwa yale ambayo tayari tumeomba kwa ajili yako, anayafanya jioni hii ya leo ndani ya maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, neno lako linasema umetupa mamlaka mbinguni na hata duniani. Lolote tunalofunga mbinguni na duniani limefungwa. Lolote tunalofungulia mbinguni na duniani limefunguliwa. Nami ninatangaza kama mtumishi wako ya kwamba vifungo